Mwanadamu haruhusi kubarikiwa hapa duniani beyond that capacity ya kumjua Mungu. Tafuta sana kumjua Mungu na sio kumjua man of God. Ayubu anasema hivi, mjue sana Mungu uwe na, ndipo mema yatakapokuijia siku za mwili wako. Kila unachokitamani kimefichwa kwenye kumjua Mungu. Seek to know God. Anasema wale watu wenye kumjua Mungu watafanya mambo. Imeandikwa kitabu cha Danieli, kiwango kile ambacho hujamjua Mungu ndio itakuwa ni mlima wako utakao kuzuia kuona matokeo fulani katika maisha yako. Na kiwango kile utakachoamua kumjua Mungu ndicho kitakuruhusu na kumruhusu Mungu aweze kufanya kazi na wewe kwenye maisha yako. Ibrahimu hakumjua Mungu anaitwa El Shaddai mpaka akafa. Anasema nilijidhihirisha kwa Ibrahimu wakanijua kama Mungu Mwenyezi, lakini kwa jina hili hawakunijua, sikujifunua kwao. Kwa hiyo wakatembea wakiwa na pati yangu mimi wasionijua na pati nyingine wanaonijua. Ile pati ambayo niliwaruhusu wanijue ndio iliamua mimi niwatendee miujiza ipi. So we have the known part of God na the unknown part of God. The unknown part of God kwako ndilo limlima litakalo kutesa all the time. Kwa nyingine yamkini Ibrahim aligoma kuwa free to experience that kind of God ambaye alimtokea Musa. Mafarisayo na Masadukayo pia walijiwekea mipaka wasimjue Mungu aliyetembea na nani? Na Yesu. Usipoamini Mungu anaweza kutoa uvimbe tumboni mwako, hatofanya kweli, nakwambia kweli, mpaka umjue kwamba yeye ni mtoa nini? Uvimbe. Usipoamini kwamba sio lazima kufanya operation ukijifungua, hautakuja kumuona Mungu, maana umejiwekea nini? Mpaka kwenye akili zako. Wale ambao mnatamani kutembea na nguvu za Mungu, nguvu za Mungu zimefichwa kwenye kumjua Mungu. Kuna patu kijua una carry the power of God. Wale mnatamani kutembea kwenye prophetic, hata unabii umefichwa kwenye kumjua au kutokumjua Mungu wa unabii. The fact kwamba huwezi kutabiri ni kwa sababu kuna pati bado hujamjua Mungu. Ila utakapomwambia Mungu niko tayari kukujua, nitumie, anakudhihirishia that part. Unaanza kumjua.